njema ya kwamba Yesu bado anakutafuta, ya kwamba Yesu bado anakuita, ya kwamba Yesu bado ana mpango na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Nisikilize nikwambie, Mungu amezungumza mara nyingi kwa kutumia wajumbe wake, kwa kutumia manabii wake kufikisha ujumbe wake au kusudi lake juu ya wanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninataka niende na wewe taratibu. Nataka nikufundishe kitu. Nataka uelewe ya kwamba wewe unahitaji kuyatambua makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa sababu wakati nilipoanza kukuhubiria, nilikuambia unatakiwa uelewe kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu. Tukapata majibu ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu ili mwanadamu amjue, ampende, amtumikie, ili mwisho aweze kufika kwake. Kwa hiyo kama Mungu angelikuwa hana mpango na wanadamu, asingetengeneza mazingira ambayo yataruhusu huyu mwanadamu aweze kuwa na sehemu ya kuweza kurudi na kufika kwake. Haleluya, haleluya. Sasa Mungu anaendelea kuzungumza, na toka nilipokuwa ninafundisha au nilipokuwa ninahubiri, nimezungumza sana kwa kutumia kitabu cha nabii Isaya. Kwa nini nimetumia sana kitabu cha nabii Isaya? Isaya ndiye nabii pekee ambaye mjumbe wa Mungu aliyezungumza mambo mengi, aliyeonya mambo mengi, aliyelia na kulalamika kwa habari ya mambo mengi juu ya ulimwengu, na mambo yale aliyoyazungumza ni mambo ambayo yalitokea, yalitimia, na mambo hayo leo hii yanaendelea kujirudia. Maana yake kuna watu walishawahi kukosea, Mungu akazungumza nao, Mungu akawaonya, Mungu akatengeneza mpango juu yao. Waliosikia ujumbe walipata kuponywa, waliotii ujumbe walipata msaada, lakini wale walioshupaza shingo zao, wale waliokataa kuenda katika mfumo wa Mungu na kwenye utaratibu wa Mungu, waliishia kwenye maangamizo, waliishia kwenye kuangamia, walipata hasara. Nami nataka jioni njema ya leo niongee tena na wewe mtu wa majengo, ili uweze kufika mahali pa kuweza kuelewa, isije hasara kwako, isije kuangamia kwako, isije ghadhabu ya Mungu juu yako, uzima wa milele ukawe ndio sehemu ya tegemeo juu ya maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunaangalia maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Isaya sura ya 42. Tutaanzia mstari wa 6, tutasoma wa 7 na wa 8, lakini pia tutaruka, tutasoma wa 18 na kuendelea. Nimekuambia leo ninataka nikufundishe. Hatutaenda haraka sana, kwa sababu bila uelewa mtu hawezi kuchukua hatua, na lengo letu sio kutimiza wajibu. Tunataka watu wa majengo waelewe ili waweze kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia katika kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 6, 7 na 8 anasema, mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Mimi Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia Mungu ni Mungu wa mipango, na Mungu ni Mungu wa utaratibu, na mipango hii hajaiweka kwa ajili ya wanyama, wala hajaiweka kwa ajili ya miti, wala hajaiweka kwa ajili ya kitu kingine. Mipango ya Mungu ni kwa ajili ya mwanadamu.
Na ndio maana hata kwenye uumbaji ukisoma kitabu cha Mwanzo utagundua ya kwamba wakati Mungu anaumba ulimwengu, vitu vingi alitamka kwa neno vikatokea. Alisema iweko miti, ikaweko. Akasema iweko bahari, ikaweko. Akasema iweko nchi kavu, ikaweko. Akasema waweko ndege wa angani, waweko samaki wa baharini. Lakini lilipofika swala la kumuumba mwanadamu, Mungu akatulia, akatengeneza mfumo au akachukua hatua ya utengenezaji kwa mikono. Akasema na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu, ili kusudi aende akautawale ulimwengu. Kwa hiyo mwanadamu ni kazi ya mikono ya Mungu. Mwanadamu hakuumbwa kama mnyama, na ndiyo maana mahali pengine anasema katika viumbe vyote vilivyoumbwa, mwanadamu ndiye kiumbe pekee aliyeumbwa kuliko viumbe vyote, kwa sababu viumbe vingine vilitamkwa vikatokea. Lakini lilipofika swala la mwanadamu kuumbwa, Mungu alitumia mikono kumtengeneza mwanadamu. Kwa maana hiyo, Mungu ana mpango mkubwa juu ya mwanadamu, na ndiyo maana Mungu huwa anaumia sana pindi mwanadamu anapomaliza mwendo wake hapa duniani akiwa katika hali ya dhambi. Anasema